Mutima amekuwa introduced, swali langu la mwisho Tila, manager. Mutima amekuwa introduced katika kipindi siwezi kusema ni kibaya, ila kina controversy nyingi sana kwenye entertainment industry Bongo. Kipindi gani hicho? Kipindi hichi cha mwisho wa mwaka na mpaka mwezi. Unajua the game jinsi ilivyo, mashabiki walivyokuwa wanaongea sasa kusupport wasanii na nini, lakini bado kaweka bidhaa mpya sokoni. Hiyo riski ali ilikuwaje kwa kuiteka? Acha niongee hivi in general. Nitakwambia hayo maneno ya kusema kwamba wataka support wasanii. Muziki bwana, muziki hauna mwenyewe. Muziki wewe unaweza ukahisi mimi labda na mtu namchukia, lakini naweza nikaa naimba muziki wake. Umeelewa? Lakini unaweza pia ukagombana na mtu lakini still kichwa chako kikaimba muziki wa huyo mtu ambao si unanielewa? So kuwasemea watu kwa sasa hivi ningependa kila mtu aelewe kwamba ili kitu kiweze kutoka moyoni lazima mtu aongee. Mimi nafurahi watu wanavyosema, wanatoa madukuduku yao, wanatoa maumivu yao. They have rights. Wana haki ya kusema chochote. Lakini chuki huwa haishi milele. Umeelewa? Maybe one day tutawafurahisha. Maybe one day mtu atasema okay, let me just get over it. Anaweza akajisikia yuko sawa next time, kwa sababu uchungu una tabia ya kukaa na kuondoka, sio unaishi milele. Umeelewa? So mimi ningependa hiyo swala la kusema kwamba watu sijui imetoa katika wakati mbaya na nini, hapana. Sisi kazi yetu tunaifanya kama wao walivyokuwa na kazi zingine. Sio, umeelewa? So sisi wacha tufanye kazi, ikitokea tumewafurahisha basi watasikiliza muziki. Lakini sina maana kusema kwamba watu wanatuchukia. Umeelewa? Ni muhimu watu waweze kutoa yale yaliokuwa ya moyoni. Ni vizuri tukisikia hayo maneno, lakini mimi binafsi niliweza kuomba msamaha. Nikasema kwa kweli najua nimewakwaza, lakini nisameni kwa sababu it's black and white. Umeona, kwa kilichotokea kila mtu amejisikia vibaya. Sidhani kama kuna msanii hata mmoja amefurahishwa. Sio tu msanii, watu wote. Umeelewa? Watu wote ambao wameshuhudia hayo matukio na vitu vingine, hakuna mtu amefurahishwa. Kwa hivyo sio lengo letu kuwakwaza. Lengo letu lilikuwa sisi tufanye kazi yetu na kila mtu afanye kazi yake. That's the only point.